matatizo, matatizo. Matatizo, matatizo. Baby, ni bwana ya maisha nimeachoka. Hapo wewe wangu unafikiria kwa poa sana. Ndio ya wewe. Haya nataka mwenyewe. Nataka mimi tena jamani. Shauri na ngapi? Nikwambia uzee ndio nyumba. Sawa, shauri za kako. Ndio nyumba hizo. Bwana. Tukafika sehemu na sisi tukaonekana ni watu wengi watu. Sawa, pesa utanunua watu wengi. Ndio utajenga kwa nyumba kadogo dogo, kingine unafanya biashara maisha yanaendelea. So point ndio watu sio wenyewe huo. Sawa. Unashinda hata kuvaa vizuri. Ni mwenyewe hadi yangu kama ninavyo. Shamba kwenye chamba tena. Hapana. Ndio wewe natamani mtu wangu pendeze. Sawa. Sasa angalia sasa hivi na mimi mwenyewe hivi nilipo. Natamani kuhudumia sana lakini kupitia hicho nilichokwambia tutakisimamia vizuri. Kweli basi sawa. Kwenye biashara mimi niko vizuri nakosa kimtaji. Basi unajua nakosa kimtaji tu. Una nuru ya pesa. Basi tujapata chance. Fanya hivyo sasa. Basi kwa umeongea. Fanya ushawishi yule. Najua yule hata kubali kwa sababu yeye tayari ashaanza maisha yake. Umeona Yaani hapa kazi kwa kwako utaishi pale mpaka lini? Mwisho wa siku atakufanya usijenge. Badilika, tumia akili. Namwambia kweli sasa kama una kitu nani atakusamini? Kweli. Kwa makini. Kweli, yani wao pale wanaishi tu na mke wake, yani wanaenjoy mimi siwaelewi wala nini. Umeona? Ndio ninachokuambia tumia akili. Siku zote tumia akili. Maisha yako hivyo. Sio leo mama atakupeleka. Badilika. Sawa. Mimi niko nyuma yako. Sawa? Siwezi kukuacha kwa nyuma yako. Sawa? Nimekuelewa kwanza. Sawa. Fanya. Sasa tuna na wewe sasa na kufanya mpango ukanicheat. Siwezi. Kweli. Hapa tu sina chango wewe unapokuangalia. Toto tufanyike. Ukiwa na pesa na tunakuwa katoto gani? Usinipambe sana mgongo nai. Halo mamena kejo ndo ndugu yake kwenye shida na la basi watakuwa wote kumpenda adui mkubwa kwenye maisha yake. Halo mamena kejo ndo ndugu yake. Mbona leo huko sawa? Ndio unajua umeniita lakini naona kama una huzuni, huna furaha au ndo kama kawaida yenu nyinyi na mumeo. Na nyinyi kama Tom and Jerry, kugombana hamkawii. Kaka wewe acha kumbia. Shemeji yako si unamjua mambo yake. Akirudi mipombe na yeye, yani kiufupi haeleweki. Nimeshaongea, nimeshachoka. Yani mpaka najikuta tu akili haipo. Nawaza kweli kaka yangu, yani maisha magumu sana nawaza. Siku zote sinakwambia kama kuna tatizo unanieleza. Mara ngapi unakuja unaniambia na mimi natatua matatizo yako? Inakuwaje kwani? Sasa kaka hapo ulipopazungumza hapo kwenye matatizo, hapo ndo ninapopataka. Na ndio maana kaka yangu nimekaa hapa na wewe ulipokuja yani kwa kweli leo hadi hapa. Iko hivi kaka. Mimi nilitaka nikwambie muda mrefu sana juu ya hili swala. Lakini kwa sasa hivi nimeona huu ndio muda wake mzuri sana wa kutuambia. Kaka maisha ninayoishi mimi na Iswe mwenyewe hapa unayaona. Sina maisha mazuri, sina maisha mabaya. Yaani kiasi cha kwamba nipo tu. Mimi ninachokuomba kaka yangu. Tushauriane hapa. Hii nyumba hebu tuiuze kwanza kaka. Uze nyumba? Tuuze hii nyumba kwa sababu wewe mwenzangu una maisha, wewe mwenzangu una mashamba, wewe mwenzangu una mali zako huko. Mkeo ndo yule pale yule. Mama Kijacho kesho kutwa tu anakuletea tunda. Mimi naishije kaka? Na aliyakuwa mwenyewe unayaona maisha yangu hapa jinsi nilivyo.
Hivi dada, wewe umechanganyikiwa? Wala sijachanganyikiwa. Hivi katika mawazo yako mji huu unavyoona wewe uuze nyumba, wewe utakuwa mgeni wa nani? Na unavyojua nyumba za ulisi au kitu cha ulisi unapouza, na hela yake inakuwa haikai, unabali unayumba, bado utanipa shida mimi. Sikushauri mdogo wangu. Sitaki hata kusikia biashara hiyo. Yaani wewe kaka unaongea tu. Wewe una haki ya kuongea hayo yote kwa sababu kakaangu wewe maisha yako mazuri. Na ndio maana una haki ya kuongea hayo yote. Umeona? Yaani kiufupi mimi kaka hata sikuelewi. Sikiliza, na nakwambia, sitaki mimi kuniletea upumbavu unaoongea wewe. Na sitaki hata kusikia. Hayo maisha ya umaskini sitaki kusikia. Huwezi kuuza nyumba wewe. Alafu mimi ndio mkubwa na mimi nakushauri wewe. Wewe unataka kunielewa na sisi tumebaki sisi wawili tu. Alafu kwa nini unakosa nidhamu? Na mimi unajua kabisa mimi ndio kiongozi wako na mimi ndio muongozo wako wewe katika maisha yako. Umeniambia nini nimeshindwa kukusaidia? Mimi sitaki mambo yako. Naomba acha hayo mambo. Yaani wewe kaka kweli una masiara. Sasa tu kiufupi nikwambie. Mimi siwezi kuishia hapa. Yaani siwezi kuishia hapa. Kwa sababu maisha yangu mimi, msoto unaopata mimi sio unaopata wewe. Na nikizingatia hii mali sio ya kwako wewe. Hii mali ni ya kwetu sisi sote. Hii nyumba ni ya kwetu sisi sote. Sikukwambia uuze shamba lako wala uuze kiwanja chako. Mimi nimekwambia uuze nyumba ambayo inatuhusu sisi. Swala la kusema mimi ili swala liishie hapa. Sikubaliani na wewe kaka kwa sababu maisha yako sio yangu. Hii nyumba utake usitake hii nyumba inauzwa. Na sikwambia hivi. Sikiliza nilichokuambia. Mimi nishakwambia nitakupiga makofi ni unajua. Hizo alinacha sitaki mtoto kusikia katika maisha yako. Uwe nani? Mimi sitaki kujua wewe nani? Wala nakwambia wewe. Ndio nimesema nyumba. Wewe unaniletea pumbavu mimi hapa. Mimi ndio mkubwa wako. Acha nipige nimeshakwambia nipige sasa. Acha mambo yako bwana wewe. Nakwambia hii inauzwa. Inauzwa. Sasa utaona. Nakwambia nachokwambia. Upige na nani? Wewe utapiga na mimi. Chana kweupe. Baby bwana sikia nikwambie mpenzi wangu. Ndio. Lile jambo letu ishaenda kulinukisha nyumbani. Balaa pamewaka. Safi. Safi wapi mpenzi wangu? Shida. Pamewaka. Mimi nimekwenda pale bwana, mimi nimemuelezea kaka kama tulivyozungumza. Ndio. Bwana kaka kajajua hapa hamna kuuza nyumba wala nini. Sijui nini nakwambia kaokota mpaka tofali anataka kunipigia nayo. Lazima yule, yani lazima nilijua tu hilo nilijua ndio maana nikaandaa majeshi. Nilijua. Mara nyingi nakwambia tumia nini? Akili. Mama kinukishe. Yule ni mjanja. Anakuzidi kete. Badilika, tumia nini? Akili. Mama. Mwenzako yule tayari kashafanikiwa kimaisha. Unafikiri atakukubalia kirahisi tu? Hawezi kukubalia kirahisi. Nisikilize. Nataka nikupeleke sehemu. Nako kwenda mimi kidogo ananisogeza mpango kidogo nataka nikupeleke. Kachukue kitu kakidondoshe pale. Mambo yakaeje? Sawa. Pesa itafutu hivyo. Lazima upambane. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Kipenzi, unataka kunipoteza? Kwanza hilo swala hilo usilizungumze. Au hunipende? Hapana. Maisha haya nimeachoka. Nitaondoka kwenda South Africa huko tayari huko nishakupoteza na ushaniacha. Tupambane tutafute pesa ili tuishi pamoja. Unaelewana? Kwenye pesa mtu afe, mwingine anyanyuke. Acha uzembe. Tena. Tumia nini? Tumia akili. Badilika. Changamka kakaangu, yani huku kuna matatizo kaka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kajifungua tumempata mtoto. Lakini pole sana kakaangu kwa changamoto. Ndio hivyo, Mwenyezi Mungu kampenda zaidi wifi yangu kamchukua ila mtoto yupo.
Mali walizoacha baba na mama, jamani noma, ndugu wanagombana tena kwa mganga wanalogana, wanauana, jamani noma Mali walizoacha baba na mama, jamani noma ndugu wanagombana tena kwa mganga wanarogana, miksa wanauana jamani. Huyu mtoto ambao aliomuacha kaka yangu pamoja na wifi yangu, munikabidhi. Mimi nimlee mimi kama shangazi. Nimlee kwa mapenzi yote kama nilivyokuwa naishi na kaka yangu. Na waombeni sana ndugu zangu. Sasa umefanya nini? Kitu gani ulichofanya? Kwa nini mchukue yule mtoto wa kakako? Angali wewe mwenye hali yako tayari unaijua. Sasa ndio umefanya nini? Asa mimi hapo nilichokosea kitu gani? Umekosea kumchukua yule mtoto. Makosa yako ni kumchukua yule mtoto. Wewe mchukue wa nini? Usingeacha wamlee watu wengine huko. Wewe mwenye hali yako unaona wewe mjamzito. Haya mtoto mwingine wa nini? Wote leo wote hao. Sikiliza nikwambie mimi. Nielekeze. Mimi yule mtoto kumchukua na maana yangu. Umeona? Kwanza istoshe mimi yule kwanza usijisahaulishe baby. Unajua kabisa tumezaliwa sisi tuko wawili. Kwa hiyo ndio unataka kunibadilikia kwa sababu mmezaliwa wawili? Tulia kama moja baby. Twende hatua kwa hatua mpenzi wangu. Mali walizoacha baba na mama,